Lakini sasa iko ardhi ambayo iko sasa hii ambayo imezingira hapa, hii ardhi hiyo ekari 16. Hiyo ndio naona wale nyang'ao wanang'ang'ania naitaka. Sasa mimi nimeongea na watu yangu na tunapendekeza tuwe na wakfu mbili. Moja itakuwa ni Congo Mosque wakfu, yani trust kwa kimombo. Kwanza Congo Mosque wakfu. Pili iwe Kwale Islamic Center wakfu. Unaona vizuri? Hiyo ardhi yote ambayo inazingira hapo hiyo iwe Islamic Center wakfu. Sasa titles hizi zitaandikwa sasa ingie katika jina ya hiyo wakfu mbili. Alafu sasa ili kuhakikisha kwamba hii ardhi haitaenda, tutafute watu ni wengi wa kutoa pesa ya kujenga Kwale International Islamic Conference and Holiday Resort. Kwale International Islamic Conference and Holiday Resort. Sasa hiyo itakuwa hapa wanajenga hapa center ambayo inaweza kutumika kwa mambo ile mikutano ya kufanya conferences. Tena vile vile inakuwa kama holiday resort ambayo wengine wanaweza kuja hapa, wanalipa pesa na pesa inapatikana hapa. Na hiyo inakuwa ambayo inakuwa kwa community. Unaelewana vizuri? Iko kama hiyo kenda nchi kama Indonesia kuna kitu kama hiyo. Hata kule Saudia iko kitu kama hiyo. Hata kule upande ile ya Malaysia iko center kama hizo. International Islamic Conference Center and Holiday Resort. Unaona vizuri? Tunaona vizuri? Sasa hiyo ndio itaweza kulinda hii ardhi, ili wale wenyang'ao aweze kuwa kila mara kwa mara wakija hapa wanaangalia na taza wanaangalia namna hii na wanakuwa na hamaki ya kuja kunyakua. Hiyo ndio kulinda hii ardhi sawa sawa. Sawa sawa? Manake watazidi kila mara kwa mara. Manake hii wameenda tu kule kotini Mombasa na wakapeana judge kitu kidogo. Hii sasa akatoa uamuzi ambao ni bandia. Hata huyo judge vile vile ndio sababu tumeleta kwa hii kesi, tumeleta wale ambao waninyakuzi, vile vile tumeleta hata EACC ile Anti-Corruption Commission vile vile tumeweka pale. Manake hii ni corruption ndani ya mahakama. Mahakama ndio wamefanya hii maneno. Manake jamaa mtu anaenda kwa majaji alafu anapata uamuzi bila kesi ambayo iko sawa sawa. Alafu sasa wanaenda wanatoa zile file ambayo iko ndani ya mahakama inatolewa. Sasa file imepotea. Hiyo ni corruption. Ni sababu hata anti-corruption vile vile tumeleta katika kesi hii. Ndio mtaona. Bwana Mwangi ataendelea na hii kesi mpaka imalizike sawa sawa. Tumeelewana vizuri?